Ni mimi msimuliaji wako Mr. JK. Tunaanza na story. Ila usisahau kusubscribe, like na share ili kupata tech kama hizi. Usiku ulikuwa mzito pale mtaani kwa kina Nobi, Isaac na Joshua. Watu wengi waliwaona kama marafiki wa kawaida, lakini ndani yao kulikuwa na siri na chuki zilizokuwa zikikua taratibu. Siku moja, Nobi alifika uwanjani akiwa amevaa hudi mpya nyeusi yenye michoro ya moto pembeni. Watu wengi walimsifia, lakini muda si mrefu, Isaac naye akaonekana akiwa na nguo inayofanana karibu kila kitu. Vijana wakaanza kucheka na kuwatania. "Nyie mmeanza kuigana sasa?" mmoja aliuliza huku akicheka. Nobi hakupenda kabisa. Alimvuta Isaac pembeni akiwa na hasira. "Mbona unavaa kama mimi kila siku?" Nobi aliuliza kwa sauti nzito. Isaac naye hakutaka kushuka. "Nguzo sio zako peke yako." Tangu siku hiyo ugomvi ukaanza. Kila walipokutana walitupiana maneno makali. Lakini katikati yao kulikuwa na Joshua, kijana mtulivu aliyependa kukaa kimya. Wengi hawakujua kuwa Joshua alikuwa akitumia ugomvi wao kama njia ya kuwatawala kiakili. Alifurahia kuona marafiki wakigeukana. Usiku mmoja, Joshua aliwaita wote wawili kwenye nyumba ya zamani iliyokuwa pembezoni mwa mtaa. Aliwaambia, "Leo tumalize tofauti zenu." Nobi na Isaac walifika wakiwa bado na hasira. Lakini walipoingia ndani, walihisi hali ya ajabu. Kulikuwa na mishumaa ikiwaka na ukimya mzito uliotisha. Joshua aliwatazama kwa macho ya baridi. "Mnajua shida yenu ni nini?" aliuliza. Hakuna aliyejibu. "Mnafikiri vita ni kuhusu nguo. Kumbe kila mmoja anataka kuonekana bora kuliko mwenzake." Isaac alianza kuhisi hofu. Huyu Joshua aliyemjua hakuwa hivi. Joshua akaendelea, "Watu wanaopenda kugombana hujimaliza wenyewe. Mimi nilikuwa nasubiri tu muda sahihi." Ghafla mlango ukafungwa kwa kishindo. Nobi akageuka kwa haraka. "Joshua, unamaanisha nini?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Joshua akatabasamu polepole. "Mliingia kwenye mchezo ambao hamkuuelewa." Ndani ya dakika chache hali ikawa ya kutisha. Lakini kabla mambo hayajaharibika zaidi, Isaac alimshika Nobi mkono. "Bro, tumekuwa wajinga. Tumepigana kwa vitu vya kipuuzi wakati mtu mwingine alikuwa anatuchonganisha." Maneno hayo yalimgusa Nobi. Mara ya kwanza walielewana tena. Joshua alipogundua wameungana, mpango wake ukaanza kuvurugika. Nobi na Isaac walitoka pale pamoja usiku huo, wakijua kuwa ugomvi wao ulikuwa karibu kuwagharimu maisha yao. Tangu siku hiyo walijifunza kuwa chuki ndogo inaweza kufungua mlango wa hatari kubwa zaidi. Napenda kuwaomba mlike share, kusubscribe na kucomment.